Asante sana Gavana Gladys Wanga. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, ndugu yetu mkubwa the Right Honorable Raila Amolo Odinga, Ward Mary, Mama Aida Odinga, viongozi wote, governors, wajumbe, waombolezaji. Ujumbe wangu wa kwanza, Mheshimiwa Rais, utaenda kwa familia na jamii ya Mama Phoebe Asio, wakiongozwa na rafiki yetu Siza Asio. Kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya mke wangu Tesi, natoa rambirambi za kiroho kabisa kwa familia yote kwa jumla ya Mama Phoebe Asio. Yangu yatakuwa machache sana kwa sababu nataka tupate nafasi tusikize viongozi wetu ambao wako hapa. Lakini nitaomba ruhusa niseme tu mawili, Mheshimiwa Rais. Kwanza, nataka nizungumze kuhusu broad-based government. Kabla sijamshukuru Mheshimiwa Raila kwa msimamo wake na wewe, nataka niseme hivi. The broad-based government is not about self-preservation of leaders. The broad-based government is about preservation of the state, preservation of the nation. It's about preserving peace. It's about preserving stability. It's about preserving equity. It's about preserving and creating stable institutions which shall be inherited by our children and our children's children. Tunasema hivyo kwa sababu watu wengi wanajaribu kutupa matope kwa uhusiano wa Mheshimiwa William Ruto na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mimi nataka niwaambie, hata wakijaribu, hawa viongozi wetu wawili wameonyesha kwamba taifa na usalama wa taifa unashinda tamaa yote nyingine ya ulimwengu. Kwa hivyo ningependa tu kusema kwamba sisi tunaungana kabisa kwa sababu tunataka Kenya inawiri. Tunataka Kenya iwe na amani. Tunataka uchumi wetu upanuke zaidi. Na ndio kwa sababu sisi tuko kwa huo msimamo wa kusema tunataka broad-based government na tunataka inclusivity katika taifa letu. Ukiona mtu anatembea kule, anauza ukabila mpaka hata wenyeji wake wanaanza kumwambia tumechoka, basi ujue sasa huyo jamaa siasa yake duni imeanza kufika ukingoni. Jambo langu la pili, Mheshimiwa Rais, ni kusema tu kwamba uamuzi ambao umeonekana kwa kidete chako leo kuteua mechanism ama kuunda jopo ambalo litasaidia kuangazia na kusaidia wale kwa bahati mbaya waliuawa ama walipoteza maisha yao katika harakati za kama ni maandamano kwa sababu ya mambo ya katiba. Ni vizuri sana jambo hili limetokea. Na Mheshimiwa Rais, ningependa kusisitiza kwamba Kenya wakati huu muhula wa 2025
hadi 2027, Kenya is a member of the Human Rights Council of the United Nations. We have a seat there. Kwa hivyo msimamo ambao umechukua na uamuzi na tekelezo ambalo limetendeka ni la muhimu sana, kwa sababu hakuna mtu yeyote angependa kuona damu ikimwagika. It's a very courageous decision, but it is also the right decision, and we hope and trust that tukienda mbele, this will not be a recurrent process in our republic. We want to move forward in unison. La mwisho, nataka tu nimuunge Anyang' Nyong'o kwamba tuchunge wakina mama wetu, wasiuawe kiholela holela, wasidhulumiwe, wasiaibishwe, wasiwekwe kwa mtandao kwa njia ambayo sio ya heshima. Tunataka heshima ya mama wetu ilindwe na ijengwe. Hapo ndio taifa kubwa la maana litaepuka. Mheshimiwa Rais, mimi nilikuwa na nafasi kuwa kwa bunge pamoja na Mama Phoebe Yasio. We were toddlers kwa siasa. And Mama Phoebe Yasio, and then there was Mama Grace Ogot. These were very a dynamic duo in Parliament. Very constructive in their debate, and also very humorous when it came to time to be humorous, and very compassionate and very focused. So today, may Mama Phoebe's soul rest in eternal peace. Sasa ni nafasi yangu ya kiheshima kumwalika mtoto wa hapa Ward Mary, kwa sababu nimesikia Gladys Wanga akisema mambo ya ODM. Ni kweli, nimeona hapa kuna watatu ambao walikuwa kwa Pentagon kwa ODM, na yule alikuwa kiongozi wetu kwa hiyo Pentagon ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sasa nataka tuchukue fursa hii tumsimamishe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aje hapa mbele atuzungumzie, alafu yeye ndiye ataalika Rais wa Jamhuri ya Kenya. Asante.